Wito wangu wa kuwasiliana katika masuala na wito kuliko kazi ulianza nafikiri mwaka 2001, si nafikiri kwa mwaka 2001 ndio nilipopata nafasi kutoka kwa kaka mkubwa Taji Liundi, Master T, Tanz FM, kipindi kile Bomba Mbaya ile ya Lugoda. Baada ya pale nikatoka, nafikiri nilifanya kwa miaka kama 2 hivi nikatoka, lakini ndani pale pia niliweza kuandika katika magazeti, na hata baada ya hapo nikatoka nikaingia katika vyombo vya habari. Kwa kuna Jambo Radio UK, katika radio za mwanzo za awali za online zile, na baada ya 2008 ndio ikaanzishwa blog ya Changamoto Yetu, na Changamoto Yetu.blogspot.com. Jina hasa la blog ni namna unavyoiona tatizo ndio tatizo. The way you see the problem is the problem. Nukuu kubwa inasema ni afadhali kuandika kilicho chako ama kuandika uhalisia uonao bila kuwa na hadhira kuliko kuwa na hadhira bila kuwa na wewe mwenyewe, kwa kujipoteza. Na lengo la kuandika na kuweka vitu mle ambao pia ulikuwa ni msukumo kutoka kwa kaka Mwedi Michuzi, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunatunza kumbukumbu ya kila kitu, kwamba kitu kinaandikwa katika namna ambavyo kinatakiwa kuelezwa hata kama hakitakuwa na hadhira, lakini kile kilichoelezwa mle, kama ni tatizo, kama ni ushauri, basi vitakuwa vina maana miaka mingi baadaye kama ilivyokuwa wakati inaandikwa, iwapo tu kila ambacho kiliandikwa hakijatatuliwa. Na ndio maana mpaka kufikia sasa, licha kwamba siko active kule, kuna mambo mengi, kuna articles kadhaa ambazo bado zinatumika, bado tunaendelea kuzishare, kwa maana kwamba kupatia watu na kuweza kusoma, watu ambao pengine hawakufahamu kwamba hata blog yenyewe ilikuwepo. Wengine naweza ukweli kwamba wengine kwa hawajazaliwa, lakini sasa hivi wanasoma maandiko yale ambayo yaliandikwa kwa sababu ile wasia. Moja kati ya maandiko ambayo pia nilipata kuliandika, na nafikiri bado naendelea kuamini katika ile, niandika kusema nionavyo uchanya wa hasi yao. Nionavyo uchanya wa hasi yao. Na nieleza katika kila hasi ambayo watu huiona, wakati mwingine mimi naweza nikaangalia uchanya, na kama sina cha kufanya kuhusiana na ule uhasi, basi kuna kitu naweza kufanya kuhusiana na ule chanya, na ndivyo ambavyo nitaendelea navyo. Na katika hilo ndio tunakuja kuangalia hali iliyopo sasa hivi nchini Marekani. Watu wengi sana wanamlaumu Rais Donald Trump. Watu wengi sana wanamwangalia Donald Trump kama mtu wa hovyo zaidi, mtu hasi zaidi. Lakini bado wanasahau kwamba upo uchanya unaotokana na vile alivyo, vile anavyofanya, anavyosema, anachoamini au anachotaka tuamini kwamba anaamini. Kwa katika ile hasi ambayo anakuwa akiipata ama akitoa kwa dunia, yapo mambo chanya ambayo pia tunaweza tukafocus nayo. Lakini tuanze na ukweli kwamba sasa hivi dunia imeweza kutambua kwamba kuna haja ya kupanga budget kulingana na mapato yao, pengine mambo ya ndani, bila kutegemea zaidi Marekani, kwa sababu wamegundua kwamba Marekani si mshirika wa kuaminika zaidi. Na imetokana na maamuzi ya Rais Donald Trump anapoanza kujiondoa katika vitu mbalimbali ambavyo watu waliamini kwamba ni muhimu. Kwa hiyo dunia huko nje, hata tunapoongea na baadhi ya viongozi wanazungumzia swala kwamba sasa hivi bwana, mambo yamekuwa magumu, lazima tujitegemee sana, misaada kutoka Marekani sio kitu cha kutegemea na mambo kama haya. Msipoangalia kama kitu chanya, nafikiri pia kuna changamoto, kwa sababu kule mambo ni kwamba watu sasa wanaanza kutekeleza, hasa katika nchi kama za kwetu, wanaanza kufanya kile ambacho alikuwa kizungumza sana Marcus Garvey, self reliance. Vimeimbo sana na kina Burning Spear, self reliance. Kuna namna ambavyo tunaweza tukajitegemea zaidi kuliko kuendelea kuwa tegemezi. Na ukiona inawezekana hivi sasa, basi utambue kwamba kilichokuwa kinakosekana alikuwa ni mtu ambaye angeweza kuwalazimisha watu kufanya kile ambacho wanafanya. Na kumbuka Bob Marley alipata kusema kwamba utajijua una nguvu kiasi gani pale ambapo, ama utajijua wewe ni jasiri kiasi gani pale ambapo kuwa jasiri ndio suluhisho pekee lilobaki. Yani pale utakapokuwa kwamba kuwa jasiri ndio suluhisho pekee, ndio utaweza kutambua kwamba kumbe nilikuwa naweza kufanya hivi. Kumbe nilikuwa naweza kusoma sana ili nisifeli. Kumbe nilikuwa naweza kukimbia ili sing'atwe na yule mdudu. Kumbe nilikuwa na uwezo wa kuruka kutoka hapa, mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna faida kwamba ameuleta wazo la kuwa self reliance. Kuna faida kwamba kweli wahamiaji sasa hivi wanafikiria Marekani katika namna ambavyo sio walikuwa kifikiria kabla. Kuna faida kwamba pengine kuna watu wengi ambao sasa hivi wamelazimika kwenda kufanya kazi kwa sababu wanajua kabisa kwamba ile misaada ya lishe na pesa ambazo serikali inatoa sasa hivi hamna. Kwa hiyo watu wamesukumwa, wanasema ku dig deep.
wazame ndani yao, waweze kutambua nini wanaweza wakafanya kwa ajili yao na pengine kupunguza utegemezi katika nchi nyingine. Sasa tunaweza tukazungumza ama tukawa na mjadala kuhusiana na vipi amefanya. Tunaweza kuwa na mjadala wa hata hizo pesa zinazookolewa zinakwenda kufanya nini ambacho ni chanya. Huo ni mjadala tofauti, lakini nazungumzia kuweza kujitambua tu kwamba natakiwa nifanye hivi, natakiwa nijitegemee, kwa sababu huyu mtu hategemei sana, hategemeki sana. Pia jambo chanya, na nafikiri hatutaki tuliache likapita bila kulitambua. Lakini ndani ya Marekani pia kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kutambulika. Kwa mfano, na watu wawili, lakini mmoja ni yule ambaye aliniambia kwamba aisee, nilikuwa sipata kuelewa inakuwaje mtu anaweza kukimbia nchi yake kwa sababu ya mtu mmoja aliyeko Ikulu. Kichwa njia akili baada ya kusema vile ni kwamba kwa hiyo ulikuwa unawachukuliaje wakimbizi? Ulikuwa unachukuliaje watu ambao wako hapa kwa status za ukimbizi? Siku kadhaa baadaye ninaweza kusema kama linisumbua hivi, nikaona tupate uhakika, but kwa nini kuna haja ya kuwashumu wakati sosi iko hapa? Na nilipomuuliza, sure enough, akaniambia kile akathibitisha kile ambacho sio nilikuwa nakihofia, lakini nilisi ndio kweli. Kwa muda mrefu amekuwa akiangalia wakimbizi kama watu ambao wanakuja tu hapa kuchukua advantage ya Marekani, lakini walisia ni kwamba haiwezekani watu wote mkakimbia. Yani anaangalia idadi ya watu ambao wamekimbia kama wakimbizi, wote wamekimbizwa na maamuzi ya mtu mmoja. Kwa ilikuwa haiwezekani. Lakini sasa wameweza kuliona hivyo. Wameweza kugundua kwamba rais anaweza kawa na mamlaka ya kufanya nini. Anaweza akapeleka nchi sehemu gani. Unajua? Kwa hiyo na namna chanya, kwa sababu yule mtu hivi sasa hawaangalii tena wahamiaji, angalii tena wakimbizi kajicho ambalo alikuwa akiangalia pale kabla. Technically kwamba rais Donald Trump ameendelea kuwa darasa la uraia kwa watu wengi sana hapa nchini Marekani. Hakuna ubishi hata kidogo kwamba Rais Donald Trump katika yale ambayo amefanya amekuwa kama darasa la uraia. Watu wameweza kujua katiba inasema nini, hasa pale kuja swala kwamba rais amedanganya. Lakini katiba inasema kwamba rais anaweza kashtakiwa kwa kudanganya. Watu wamekwenda wakasoma wakagundua. Wanaposema kwamba rais amesema kauli kama hii, alizungumza katika wakati gani? Alikuwa katika kiapo? Ni kweli kauli ilikuwa ni uongo ama pengine kauli ilikuwa ni ya kupotosha, lakini alikuwa kwenye kiapo. Ilikuwa kwamba utaratibu rais asingeweza kutumia simu ambayo ni smartphone. Akasema imeandikwa wapi? Unajua masuala ya kuendesha biashara, kuwaleta ndugu ambao wanakuwa ni sehemu ya ushauri na kuwapa kazi mbalimbali. Mkwewe ni mshauri wake, mkwe kwa maana ya baba wa binti ambaye anaolewa na mwae, lakini pia mkwe kwa maana ya mume wa binti yake. Unajua ana watu wake wa karibu sana ambao wameweka na kuwapa majukumu makubwa sana, kwa sababu ni watu ambao kwa vyao vyao hawastahili kuthibitishwa na bunge. Ni uteuzi wa rais na unasonga. Na imefanya baadhi ya watu waanze kuhisi kwamba labda na nafasi hizi nazo inabidi ziangaliwe, kwa sababu hakuna aliyepata kufikiri kwamba nchi hii ingeweza kufikia wakati kawa na rais kama Donald Trump. Nilisema, ninasema, nitaendelea kusema, Donald Trump amekuwa rais wa kipekee sana kwa namna alivyoingia katika uchaguzi. Tangu kipindi kile anaanza kuingia katika siasa kupitia masuala kusema kwamba Obama hajazaliwa Marekani, ni Mkenya. Alipokuwa akishuka kwenye escalator kwenda kutangaza kuja kugombea, namna ambavyo alitumia kila hasi waliokuwa wanampatia kama chanya. Walipokuwa wasema kwamba huyu mtu hajui siasa, nasema siasa ndo zimetufikisha hapa. Mtafute mtu ambaye hajui siasa kweli, lakini anajua jinsi ya kuongoza biashara, mwenye mafanikio, na akashinda. Kwa hiyo mbali na yote, kuna kitu ambacho anaeleta kwa dunia. Kuna funzo ambalo tunalipata kupitia yeye. Si ndio? Producer wangu Lucy John Bosco Kifaro kwenye sehemu moja ya mswada wa kipindi alipata kuandika, na nafikiri ni kipindi cha tarehe 28 kama sikosei. Kipindi cha tarehe 28 mwezi Machi. Ukiangalia kama sio hicho basi ni cha nyuma yake, lakini no, cha tarehe 28 nafikiri. Alisema kwamba mara nyingine Mungu hutuliza dhoruba, na wakati mwingine Mungu humtuliza mwanadamu anayepitia dhoruba. Wakati mwingine upo wakati ambao Mungu hutuliza dhoruba isimkume mwanadamu. Upo wakati ambao Mungu hutuliza mwanadamu anayepitia katika dhoruba. Na mengine yote haya tumeweza kuyaona hivi sasa katika nchi mbalimbali. Kuna ambazo sasa hivi zimeweza kutambua kwamba urais wa Trump ni dhoruba. Kwa hiyo kama wanadamu wameweza kutulizwa, na kuna baadhi ya mambo ambayo wanasema kwamba Mungu ameyafanya na Trump akaweza kujihumble himself. Akaweza kutambua kwamba okay, kumbe hapa nilikuwa ninavuka mpaka. Kwa hiyo ipo chanya katika kila hasi ambayo watu wanaona kuhusiana na rais. Na upo wakati ambao ni lazima tusisahau chanya ambazo zipo. Licha ya kwamba ni kweli zinauma, na ni kweli tungependa kufocus katika uhasi, na ni kweli
hasi inaweza ikawa inauza zaidi pengine kuliko chanya, hasa katika masuala click katika dunia sasa. Lakini hatuwezi tukaacha ukweli mkubwa kwamba kuna chanya nyingi katika hasi ambazo zinamhusu Rais Donald Trump. Ni hivyo tu.